Na ikiwa siku ya 6 mwezi wa pili mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na tunaanza na taarifa kutoka kaunti ya Nyamira 046, mahali ambapo familia moja inalilia haki. Hii ni baada ya mzee mmoja kuchukua mtoto wake na kumpajika mimba, na inasemekana kwamba mzee huyo alimfungia huyo msichana wake kwa nyumba kwa zaidi ya miezi miwili. Mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Nyamira alijitokeza leo na kufika katika kituo cha polisi, mahali ambapo inasemekana kwamba jamaa huyo ama mzee huyo aliachiliwa kwa dhamana, na haya ndiye alikuwa anayazungumza. County Police Commander, tulikuwa leo na gari ya kesi ya mzazi mmoja. Kesi ilikuwa imeripotiwa hapa over the weekend ya kwamba kuna baba mmoja aliweza kulala na msichana yake na akamtia mimba. Baadaye mtoto alipelekwa hospitali na ikaonekana kweli she was ya 30,000 akasoka rero taiya na henderende kilo monto of course na bwate right ya yoko ewe Casper, lakini inchebuna mama county igonta geteko tebaiga amangana kurukwa abete reported na mangana renge so serious twakwanire no speed na OCS asobogale bangeresiro mugano yo na ende be committee that they are going to make sure omonto yo iga amangana ayachire to the conclusion elindo bomaene bomanywe ekyagero mwana oria aeto borito no mwana oye na ende genteke na ende chisa cha mambi na iguna ende redige gukwana ngo musacho ndi nakale nere ku Kisi County nere obwate to mwana oye yani nchoma tetima etingige koria basacha for sure ekene muna nchama mama county initagete gukwana nga it is so bad. Ekero men go to the young girls who are not even at the age as young as 9 years, 10, 12. They are doing the raping. Abande bago kore binte ibo antokoroka incest. That is against the law. We cannot accept that. Igotoredi ochaka the campaign and the move around. Kolikia bakungu to chaka gukura goetaga ekatoko nyangi binte bina bibi bigenderete na ende bitari kogendi kubija. Neti koti cheito ndaite ko basorora akeregento kia chiro na inuka ba human beings mwancha korwa kwa bantu chikashbeli batata keire kwayo. Sijui kama ni unyama umewaingia binadamu, wamekuwa wanyama kwamba unamzaa mtoto kisha baadaye unamgeukia. Lakini tukitoka katika kaunti hiyo ya Nyamira tunaingia katika kaunti ya Kisii 045, mahala ambapo kulishuhudiwa fujo katika soko la Daraja 2, mahala ambapo wanakikundi wa Daraja 2 Shops walijitokeza na kusema kwamba mwenyekiti wa kikundi chao amekula pesa zao. Haya ndio walikuwa nayo ya kuzungumza. Chairman secretary ananiambia aenda kwa chairman, nakuja kwa chairman ananiambia aenda kwa secretary. Wow, hiyo pesa wakakaa nayo wanakufutana mpaka wakaenda kunipea kwa chief. Sasa hiyo walinipea nikapata tena wametoa pesa zingine. Onde bwenzi ora tutegererero iga. Amanye ngabangine bataraja emechando babwete kombe kyabalire kibesa. Chieme cheito tokolete pesa ndolikonyora. Twasabire tokonyo. Tutamaeti bantu asionga itoko iroba konyi bwaito ngoko tokonyi ka ke serikali yetu ya Kisii County kamora itokonye kera to kwerigeri konyono ntu ndiekera ritu kotari gasire rais koikote emebwetikano tie kora no elancho makonyo ko bwabeire chairman tari gotegera members egento batagete gakorekane chisabu chikorekaine members bakuboli balikirwa maruwe bune twakorete mwako mutangani igo twanyolete tubata sara na besa teyo members twanyolete tukaigwana nga asengenje no buchaki twachakete tigatoru nende ngakiyo mwakonde erito torero kasento nyora matunda etorangerie tobeka mutukwana mangana egatata itwatotegerera lakini gatengo chakire kiombe abwa stora abanyakiombe ama watu achagete tutanya gotebi kungangi kera se kiombe intu aba member aba enko babwatisi ine vice chairman banyole yaki yabo totebera ntuigwana ne ntutagetisegi. Tunaomba serikali ya kaunti ya Kisii ingilie kati ili kutatua mzozo huo wa wanabiashara wa soko la Daraja 2. Pia na kurudisha katika kaunti ya Nyamira katika siasa kidogo, wakati ambapo siasa inachacha ya mwaka wa 2027. Sasa mwakilishi wa kike kutoka kaunti ya Nyamira Jerusha Momanyi amejitokeza na kusema kwamba yumo kinyang'anyironi kuania kiti cha ugavana katika kaunti ya Nyamira, huku pia akiomba wananyamira kujitokeza na kumuunga mkono katika kinyang'anyiro hicho. Na ikiregati wacha nipambane na hao wanaume
Sasa niko tayari kwenda kupambana na wanaume kolie kero kyo bugavana iko na ataka nkwane monyi gwekyara no mura onde bwensi okagere tengane running mate nta nko chikoba atige kondikia ta cha sende nya go chikoba running mate ya na achiriori nyina turaba kungu chisensi tubwa to mate chietane tichiri chiabari na endo sokota no ene nyomba chokire buye bana bale buye no mongi no roese ngetabwa tesensi eliende Bono gaki mutaka ngana inche mbange nchokensi nyombe yaito. Anasema kwamba hataki kuwa mgombea mwenza wa mtu yeyote. Yule ambaye anataka aje awe mgombea mwenza wake. Huyo ni Jerusha Momanyi, mwakilishi wakia kutoka kaunti ya Nyamira. Na tukiingia katika taarifa zingine ni kwamba tume ile ya kupambana na ufisadi Ethics and Anti-Corruption Commission sasa imefika mbele ya jopo la bunge ili kuelezea vile ambavyo walitumia shilingi milioni 11 ambazo wanasema kwamba zilipeanwa ama walipea wale ambao wanatoa siri za watu wafisadi bila kutaka kujulikana. Tuwasikize. The institution by its nature and its configuration is supposed to help us behave in a particular manner as a nation. And any issue that raises doubt as their compatibility and compliance with the very standards they want to subject Kenyans to raises a number of questions. We are not refuting what you claimed about security, but were you able to show the Auditor General confidentially that these are the list of the... Were you able to show them? Because you see, you are 1 week old in that office. Tukiwa bado katika taarifa hizo za kitaifa ni kwamba Archbishop wa kanisa la Kianglikani ambaye ni Jackson Ole Sapit amejitokeza na kumuunga mkono rais wa Marekani J. Trump akisema kwamba kuondoa ufadhili katika mataifa ya Kiafrika ni njia moja ya kuamsha viongozi wa Afrika kujiandaa ili kuongoza nchi zao, na kusema kwamba kama nchi ya Kenya inaongoza katika ufisadi, wananchi ama wanasiasa wakiacha masuala ya ufisadi, basi nchi na taifa litaendelea kwa pamoja na kwa kazi mno. Tumsikize. And take advantage of what already God has given us. We are given a balanced climate. We can grow food and we can satisfy ourselves if we have the right programs. So I think Trump disruption of the rest of the world must be a wake-up call for us to be able to think. Every other economy grew, not in easy times, but when they were faced by a crisis, they think deeper. And I hope we can think deeper now. Partially, I thank Trump for the disruption. Let us be disrupted so that we think properly and manage our resources properly. Na tukimalizia katika taarifa za kitaifa ni kwamba rais anaendelea na ziara yake ya siku 4 katika eneo la kaskazini mwa Kenya, Northeastern, wakati ambapo leo ni siku yake ya 3, na anazungumza mambo mengi, huku pia akiwashtumu wale ambao wanaikosoa serikali, huku pia akiendelea kupigia debe mpango ule wa kudunga shindano wa nyama. Ni swala ambalo pia linaendelea kuungwa mkono na wale ambao ni wandani wa serikali, huku pia akipigia debe na miradi tofauti ya kiserikali. Tumusikize Rais William Samoei Arap Ruto. Hata maua pamoja na mboga tunauza ngambo. Tukiuza nyama ngambo iko makosa. Tukiuza maziwa ngambo iko makosa. Sasa watu wanatuletea Kiingereza kidogo. Si ndio? Na mkiona wale wanalalamika ni watu sijui wamesomea wapi. Si mimi niko na PhD. Si mimi naelewa nini inaendelea Kenya. Sasa mimi napata watu wengine wako na elimu kidogo wanajaribu kunifundisha. Mnanifundisha kazi gani? Rais aliwaambia wanasiasa waache siasa, wangoje hadi mwaka wa 2027 ili wakutane kinyang'anyironi katika siasa. Akasema wakati huu ni wakati wa kupiga ama kufanya kazi. Sijui kama hiyo ni siasa ama ni kazi anafanya. Nadhani kwamba taarifa zingine za michezo za kimataifa, nadhani kwamba Jeff the Presenter na Ruth Nyanchama watakupasha. Mie ni Videlis Mochoge. Na katika taarifa za kimataifa ni kwamba serikali ya Uganda imekana madai kwamba imewatuma wanajeshi wake nchini DRC Congo, ambako vikosi vya serikali yake Felix Tshisekedi vimekuwa vikipigana na waasi wa M23. Hii ni baada ya taarifa kuenea katika mitandao ya kijamii kwamba serikali ya nchi hiyo ya Uganda imewatuma wanajeshi wake nchini DRC Congo kuisaidia serikali yake Felix Tshisekedi kupigana na waasi wale wa M23.
Na kwingineko nchini DRC, siku 10 baada ya mashambulizi ya waasi wa M23, basi makanisa makuu katika nchi hiyo ya DRC Congo sasa yanatafuta suluhu kuhusiana na mgogoro ambao umekuwa ukiendelea mashariki mwa nchi ile ya DRC, ikiwa ni mji ule wa Goma ambako waasi wa M23 wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa serikali yake Felix Tshisekedi. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Kwa heri kwa sasa, lakini dadangu Nyanchama atakuwa anakufahamisha ni kipi kile ambacho kinaendelea sokoni na katika biashara. Na katika biashara ni kuwa serikali imetoa onyo kwa wawekezaji wote wa mji uliojengwa wa kiteknolojia wa Konza kustawisha ardhi zao kwa muda wa miezi 18, la sivyo basi ardhi hizo huenda zikatwaliwa. Alipozuru eneo hilo, waziri wa ardhi Alzu Wahome basi alitangaza wazi kuwa serikali iko tayari kuchukua ardhi zile na kuuzia wawekezaji wengine iwapo waliopo sasa hawatatilia maanani kufanya maendeleo katika eneo hilo, na kuongezea kuwa serikali imeupa kipaumbele mji huo na haitakubali wawekezaji kumiliki shamba bila kuleta maendeleo. Na kwa upande mwingine ni kuwa benki za biashara huenda zikatozwa faini ya kila siku iwapo hazitapunguza viwango vya riba. Hii ni baada ya Benki Kuu ya Kenya kupunguza viwango hivyo kutoka asilimia 11.25 hadi asilimia 10.75. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.